Bwana, habari na karibu tena Maujanja Zone. Leo katika video hii nitakuwa nikikupa maelekezo rahisi namna gani unaweza kuverify cheti cha kuzaliwa kupitia mfumo huu wa e-RITA. Utakwenda kujifunza hatua kwa hatua namna gani unaweza kuverify cheti kirahisi kabisa kupitia mfumo wa e-RITA, iwe ni kwa ajili ya bodi ya mikopo au kwa sababu yoyote ile, kirahisi kabisa. Kwa hiyo kwa kwanza unaweza kuingia Google na kusearch e-RITA, au kuna link nimeiweka hapa kwenye description. Unaweza kuigusa moja kwa moja, itakuleta kwenye ukurasa unaofuata. Kwa hiyo kama uko Google unaweza kugusa matokeo hayo yanatokea kwanza kabisa, na vyote hivyo vitakuleta kwenye ukurasa huu. Unaweza kugusa link ambayo ipo kwenye description ama kusearch Google. Lakini kikubwa ni kwamba ukishafika kwenye ukurasa unatakiwa utengeneze account kwa kugusa register an account. Kama ni mara yako ya kwanza unaweza kugusa hapo register, lakini kama una account unaweza kugusa sign in, lakini leo tutakwenda kukupa maelekezo kama una account. Kwa hiyo ukishagusa register account kwa mara ya kwanza kabisa kwa ajili ya kufanya application hizi, utajaza taarifa zako hapa kama zinavyoonekana: jina la kwanza, la pili, majina ya ukoo, jinsia, email, namba ya simu pamoja na kutengeneza password, kisha sign up katika account hii kirahisi kabisa. Kwa hiyo nikifanya hivyo haraka kama jinsi ambavyo unaona hapo, nimeshajaza taarifa zangu na nitagusa sehemu imeandikwa register kwa ajili ya kujiunga kirahisi kabisa kupitia mtandao huu. Na baada ya hapo unaona utatakiwa kusave password yako, ama hakikisha unaikumbuka hiyo password. Lakini kikubwa cha muhimu ni kwamba hakikisha email ambayo ulijaza pale mwanzo kwenye kujiunga ni email ambayo unaweza kuifikia. Na baada ya hapo utaingia kwenye email yako, utakuwa umetumiwa linki ya activation ya account yako. Baada ya kutumiwa link ya activation, utagusa link hiyo kirahisi kabisa kama hivyo. Ukishagusa link hiyo itakuleta kwenye kurasa huu, itakwambia email confirmed successfully. Na baada ya hapo utarudi mwanzo kugusa go back home, au utagusa sign in. Sasa utakwenda kuingia kwenye account yako kwa kutumia zile details ambazo ulizijaza kule mwanzo wakati wa kujiunga. Na ndio maana nikasema unatakiwa save hizo password zako pamoja na email, na kisha baada ya kujaza hizo password pamoja na email, utatakiwa kugusa sehemu hii ya login ili kuingia kwenye account tayari kwa kuanza application za kuverify cheti. Baada ya kugusa hivyo utaona application ama ukurasa umefunguka kama hivi, na hapa ndio dashboard. Lakini cha muhimu na kitu ambacho tutakwenda kutumia ni upande huu wa kushoto juu kabisa. Kama unafanya kwenye simu utagusa bar tatu hizo, zitakuleta kwenye hii menu, na kisha utachagua sehemu ya best services kama unataka kuverify cheti cha kuzaliwa. Na baada hapo itafunguka kama hivi, itakuonesha status kwa sasa pending ziko 0, bado haujasubmit kazi yoyote. Kwa hiyo ili kuanza sasa kusubmit cheti ili kifanywe verification, utakuja sehemu imeandikwa base application. Ukigusa hapo utaona kuna option 3. Kama unataka kutengeneza cheti, kuna option ya kwanza hii. Pia hata video nyingine ipo ambayo nimeelezea kiundani namna gani unaweza kutengeneza cheti cha kuzaliwa, unaweza kutazama. Lakini siku ya leo utakwenda kufanya option ya 3 ambayo ni request verification. Kwa utagusa sehemu hii ya 3 kabisa ya chini ku request verification, na utafunguka ukurasa huu ambao unakuhitaji kujaza taarifa zako binafsi. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na taarifa zako binafsi zilizokamilika. Utajaza majina yako yote, ya kwanza, la pili, la tatu na la mwisho, na kisha utajaza tarehe ya kuzaliwa, lakini cha msingi kabisa namba ya simu. Hapo sehemu imeandikwa other names sio lazima kujaza. Entry number ni namba iliyoko kwenye cheti. Labda nikikuonesha kwa mfano hapa, entry number ni hiyo namba ya kwanza kabisa iliyoanzia na 20. Kwa hiyo unaweza kutazama cheti chako ukatambua entry number yako kulingana na cheti jinsi kilivyo. Baada hapo utajaza taarifa zingine, kwa mfano mkoa ambao umezaliwa, wilaya uliozaliwa, na taarifa zingine kama jinsi ambavyo inaonekana. Lakini kikubwa kabisa utajaza sababu ya kuomba verification ya cheti chako cha kuzaliwa. Kama ni kwa ajili ya mkopo utagusa hapo loan board, kama ni kwa ajili ya NIDA na vinginevyo utagusa kulingana na sababu yako husika. Lakini kingine utajaza taarifa zako, taarifa za mzazi wako kama ambavyo zinaonekana hapa, nikiwa namaanisha mama. Unaona hapo mother's first name, utajaza first name, last name, na nikiwa nimemaliza hapo kama hivyo unaona utagusa sehemu ya continue kwa ajili ya kuendelea. Ikionyesha wekundu ina maana sehemu hiyo ni ya lazima na unatakiwa ujaze taarifa. Itakuja sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni ya kujaza au kuattach cheti chako cha kuzaliwa sasa ambacho kinatakiwa kifanyiwe verification. Utagusa hapo
kuonesha kwamba unajaza cheti cha kuzaliwa au una attach cheti cha kuzaliwa. Ukigusa hapo utatakiwa ku-upload. Ukigusa choose file kama ni kwenye simu au kwenye PC, utaselect kulingana na jinsi ilivyo. Hakikisha ni PDF na kisha utagusa sehemu ya continue. Baada ya hapo itakupeleka sehemu ya title declaration. Utahakikisha taarifa zote ziko sahihi kwa kugusa sehemu hiyo, lakini pia kwa kutiki hapa kwamba umeshasoma na kutizama taarifa zako ziko sahihi kama hivyo. Na kisha dokumenti ya cheti cha kuzaliwa unaweza kuiview hapo na kutizama kama ni sahihi, na baadaye utagusa sehemu ya continue. Utakuja sehemu ya mwisho kabisa ya control number. Utapatiwa control number ambayo itakuwezesha wewe kufanya malipo kama jinsi ambavyo unaona hapo. Kwa hiyo utafanya malipo haya ambayo ni 6,000 kwa ajili ya verification. Ukishafanya malipo tayari unaweza kuikopi hiyo control number kufanya malipo kwa wakala au kupitia simu yako mkononi kwa malipo ya serikali, na baadaye utagusa sehemu imeandikwa complete kwa ajili ya kumaliza. Kwa unaweza kufanya complete, unaweza kugusa complete bila hata kufanya malipo kwa sababu ukishalipia itakuwa automatic imesense. Kwa ukishagusa complete utaona congratulations, your application is complete, na hata ukitizama juu kabisa kule unaona submitted application inaonekana sasa hivi ni 1. Kwa hiyo jinsi ambavyo inaonekana ni hivyo, na payment status unaona hapo kwa sababu bado hatujalipia utaona not paid yet. Lakini kama nikikuonesha application ambazo zimekamilika, unaona unaonesha payment status tayari paid, na ukigusa hapo details kwenye account yako, ukiingia ukilogin, gusa details, kama tayari application yako imefanywa kazi itakuwa ikionekana kama hivi. Hizi ndio taarifa za application ambayo imekamilika, na kitu cha msingi kabisa ni hii inaitwa application code upande wa juu kabisa wa kulia hapo. Hiyo ndio kodi ambayo unaweza kuitumia kama utahitajika kujaza kwenye application za mikopo na nini. Lakini pia unaweza kudownload cheti chako kugusa chini hapa kabisa download certificate, cheti ambacho kimepigwa muhuri na kinaonekana kirahisi na vizuri kabisa kama jinsi ambavyo kinaonekana hapa, ni cheti tayari chenye muhuri. Kwa hiyo kumbuka application code ndio kodi yako ya msingi na kodi yako ya muhimu. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimefikia mwisho. Tayari tumefanya verification. Hakikisha una subscribe na kuendelea kufuatilia video zetu na maelekezo mengine ambayo tumeweka namna gani ya kufanya vitu rahisi sana kupitia simu yako mkononi. Asante.